Asante mara tena. Ni wakati mwingine wa neno lako Jehova, nitumie tu kama chombo chako. Watoto wako wakionywa wakabadilika, wakifundishwa wakasikia. Mungu Baba, wakibarikiwa wabarikike. Sifa na shukrani zikurudie. Hawa watoto wako wanahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu Baba tuomba, atakuamini. Amen. In the book of Luke, First Luke, verse 5 to 10. First Luke 5 to 10. Na nitasoma kwa Kikuyu, nitafsiri kidogo kwa Kiswahili. Number 5. Atiriri, matuko-ini maria ma Herode muthamaki wa Judea, ni kwari muthĩnjĩri Ngai wetagwo Zakaria, wari wa ituanĩra rĩa Abia, nake arĩ na mũtumia wake wetagwo Elisabethi wa mũhĩrĩga wa Haruni. Hata wakati wa Herode kulikuwa na kuhani, na huyu kuhani alikuwa na bibi yake alikuwa anaitwa Elisabethi. Na unjue huyu kuhani jina alikuwa anaitwa Zakaria. Alikuwa anadhaminika sana, alikuwa anajulikana sana kwa kutoa dhabihu, kwa kufanya kila kitu. Yeye na akakuwa mwaminifu sana mbele Mwenyezi Mungu. Number 6. Nao eri nimonago mari athingu ni Ngai, na nimathiaga na mithiire ya kurumia maathani mothe ma Mwathani, ona iria ciake matarĩ na ũcuuke. Zakaria na Elisabethi walikuwa waaminifu sana, walikuwa natii amri na sheria za Bwana. Watu kwa mji wao walikuwa wanashuhudia, wanasema huyu mtu ameokoka, wanasema huyu mtu ni kuhani wa Mungu. Kwa kijiji yenu kuna watu wasemaga wewe ni kuhani, kuna watu wasemaga wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni kama tu Zakaria. Hata kama alikuwa mtumishi wa Mungu, hata kama alikuwa anaogopa Mungu, hata kama alikuwa anamheshimu Mungu, lazima akuwe na mapito. Sio kumaanisha dada haujaokoka kwa mapito, sio kumaanisha ndugu haujaokoka kwa mapito. Zakaria alikuwa anajulikana hata kutunza nyumba ya Bwana, hata kuweka amri 10 sote alikuwa anaweka. Hata watu kwa kijiji wakitembea walikuwa naona bwana na bibi wameokoka kiso ni Bwana, lakini walikuwa na tatizo. Je, ni watu wangapi wanakuonaga kama umeokoka? Ni watu wangapi wanaodanga mtumishi wa Mungu? Ni watu wangapi wanasema Mungu wako ni mzuri, lakini wewe bado uko na matatizo? Wewe sio wa kwanza na sio wa pili. Mtu alikuwa anaitwa Ayubu, alikuwa mtakatifu lakini alijaribiwa. Mtu anaitwa Zakaria alikuwa mtakatifu na alikuwa mwaminifu sana na bibi yake, lakini bibi yake alikuwa tasa. Asifiwe Bwana. Sijui asubuhi ya leo ni utasa mgani uko nayo. Sijui ni wa kifedha, sijui ni wa kiboma, sijui ni wa kiwatoto, sijui ni wa kikasi, lakini Mungu yuko. Haleluya. Hata kama Zakaria na Elisabethi walikuwa waaminifu, wale watu hawakuwa na watoto. Na Zakaria alikuwa mtumishi wa Mungu. Sio kumaanisha sababu mimi ni mtumishi wa Mungu kila kitu yangu iko sawa. Haleluya. Sio kumaanisha sababu umeokoka hakuna mapito. Kila mtu ako na utasa wa ajabu. Kunao wako na utasa wa kikasi, kunao wako na utasa wa kidoa, kunao wako na utasa wa kifamilia. Haya yote wewe sio wa kwanza, hata Zakaria alikuwa. Haleluya. Sio kumaanisha sababu umeokoka ukuwa financial breakthrough. Sio kumaanisha sababu umeokoka kila kitu kuwa sawa. Huyu mtu alikuwa kuhani wa Mungu, lakini yeye alikuwa mwaminifu sana.
bali yeye na bwana yake hawakuwa na mtoto. Haleluya! Usikae hukumu mtumishi wote wa Mungu kwa ile mashida ako nayo. Bwana asifiwe. Kwa maana watu wengi sana wangehukumu Zakaria, lakini neno anasema mzuri kweli, yeye alikuwa mwaminifu. Kwa hivyo wakiona hana watoto walikuwa wanasema pengine amekosea. Wakiona hana watoto walikuwa wanasema pengine bibi yake alikuwa anatoa. Wakiona hawana watoto wengine wanasema pengine Mungu amemwacha. Usikae ona mtumishi akiwa na ulemavu umhukumu. Number 7. Na Matiare na mwana nyodo Elizabeth ali dhata na mali akulu oeri hawakuwa na mtoto, na Elizabeth alikuwa tasa, na wote wawili walikuwa wazee. Haleluya! Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wanahukumu mtumishi wa Mungu, akipata mtoto wake ni mbaya, akipata bibi yake ni mbaya, akipata maisha yake ni mabaya. Usikae hukumu mtumishi wa Mungu wowote. Pengine hiyo njia ndio Mungu aliona tamkaribia. Pengine isipokuwa ni vile Zakaria bibi yake alikuwa tasa, pengine angeenda kukesa kwa kanisa. Haleluya! Kwa hivyo wacha kuhukumu mtu wote naona akiwa mtumishi wa Mungu akiwa na shida imemshida. Usikuwe kama wale watu wakati Ayubu mali yake iliisha, walienda kumuomboleza, akamuuliza pengine umelaani Mungu, pengine umetusi Mungu. Na hapa Zakaria na bibi yake wote walikuwa wazee, walikuwa wametupa matumaini, walikuwa wameona sasa amefika mwisho. Lakini hata kama iko namna hiyo, bado walikuwa tu wanamuongoja Bwana. Siku ya leo sio wakati wa kuangalia uko na mali kiasi gani, sio wakati wa kuangalia bibi amekutusa namna gani, sio wakati wa kuangalia watoto wamekaa namna gani, sio wakati wa kuangalia kazi ni ngumu kiasi gani, lakini ni wakati wa kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu kujitetea. Sikia sasa, Zakaria alikuwa kuhani mkuu, lakini alikuwa anajulikana watu mtakatifu. Shida kubwa ni yeye kwake kuko na utasa, na yeye ni kuhani. Kwa nini mnasemanga lazima kila mtu akiwa kuhani kila kitu yake ikuwe perfect? Hakuna kitu kama hiyo. Zakaria alikuwa mwaminifu sana. Number 8. Na wekinya atere ata Zakaria nĩakorirwo akĩruta wĩra wa ũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ ya ituanĩra rĩake rĩakinya. Na ikafika wakati, ikakuwa wakati alikuwa anafanya dhabihu, wakati wake kwa kanisa Zakaria. Na hapo sasa urike, Zakaria ni kuhani. Kwa hivyo mimi nikiangalia kuna wale watu walikuwa nakuja wanaona hawana watoto, anawaombea watoto, lakini bado kwake kuko na utasa. Kuna wale watu walikuwa nakuja wakileta watoto kanisani awadedicate, na yeye mwenyewe hana watoto. Lakini siku ya Bwana ikafika, kwa utakatifu wake siku ya Mungu ikafika. Dada, usijali kwa mapito yote napita, iko na siku yake. Ndugu, usijali kwa hiyo boma, iko na siku yake. Usijali kwa hiyo kazi, iko na siku yake. Siku ya Zakaria ikafika, na wakati ilifika akiwa kanisani. Haleluya! Hata wewe uko kanisani, siku yako ya leo ifike. Haleluya! Bwana asifiwe. Na kuringana na uria athĩnjĩri Ngai mamenyete gwĩka na gũcukĩrwo mĩtĩrĩ, gwĩtuĩka atĩ nĩwe wa gũtonya hekalu ya Mwathani thĩinĩ amũcinĩre ũbumba. Wale kuhani wa kitambo walikuwa na uchaguzi, na walikuwa naona huyu ndiye anastahili kuingia kwa hekalu ya Mungu ndani ili atoe dhabihu. Kwa hivyo walikuwa wengi, na usisahaulike hata kama walikuwa wengi, Zakaria hakuwa na watoto, lakini amekubalika kwa kuhani wote, yeye ndiye atatoa dhabihu. Kuna kuhani atachaguliwa na Mungu ama mtumishi wa Mungu, wewe mwenyewe uone huyu mtu hafai, lakini Mungu mwenyewe ana huyo ndiye anastahili.
Najua wale wakuhani wengine walikuwa na watoto, lakini kulingana na vile sheria ilikuwa, walikuwa anachaguana nani ataenda kufanya dhabihu, kwa sababu nao kufanya dhabihu mtu alikuwa anaingia peke yake kwa kanisa na anafungiliwa kaba. Kwa hivyo wewe ukienda kufanya dhabihu kufia kwa kanisa, tutajua sisi tutafuta kaba tukutoe nje. Lakini sasa yeye mwenyewe wakati alichaguliwa hakuwa na watoto, hakuwa na chochote ila tu ule bibi mtasa, na akaingia kwa nyumba ya Bwana kufanya dhabihu. Number 10. Number 9. Nagoshuka mete ate gutweke ate newe wa gutonya hekalu ya Mwathani thĩinĩ amucinire ũbumba. Kwa hivyo kiangalia wale watu wa kuhani wa kitambo wenye walikuwa naenda kuchaguliwa na wenye wako saa hii, wakati Pope anachaguliwa anagojewa aombe maombi mpaka moshi itoke, na huyu alikuwa anachaguliwa achome ufuba mbele ya nyumba ya Bwana. Kwa hivyo hata kama alikuwa na utasa, hata kama alikuwa na mashida ya kiboma, alikuwa amekubalika mbele ya macho ya Bwana. Sio kumaanisha hawezi tumikia Mungu sababu kuna mashida. Sio kumaanisha hawezi tumikia Mungu sababu hauna bibi. Sio kumaanisha hawezi tumikia Mungu sababu hauna watoto. Sio kumaanisha hawezi tumikia Mungu sababu hauna kazi. Zakaria akakubalika na alikuwa na utasa. Number 10. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩothe nĩkĩahoyagĩra Ngai nja o thaa ĩyo ya gũcina ũbumba. Nao wa watu wengine wote wakakaa nje ya hekalu. Zakaria akakaa ndani akiwa peke yake kutoa dhabihu. Kwa hivyo wakati ule haikuwa kama siku ya leo. Yeye alikuwa anaingia ndani kufanya dhabihu, anafungwa na kaba, akichoma ufuba mahala pale akosa kukubalika akufe, watamtoa na ile kaba, hawataingia kwanza. Lakini wote walikuwa nje wakimbembelezea Mungu ili dhabihu yake kubalike. Je, watoto wa Mungu, nani anasimamanga kwa mwanya akiniombea wakati niko hapa kanisani? Ati Zakaria kuna watu walikuwa hapo nje wakimuombea. Kuna watu walikuwa nje ya hekalu wakiita Mungu ili dhabihu yake na ikubalike. Wacha tuende haraka haraka namba 11. Na Zakaria akiumewa na malaika wa Mwathani, akimwona arugamite mwena-inĩ wake wa kĩgongona kĩrĩa gĩacinagĩrwo ũbumba. Nake Zakaria amwona akimaka, akĩigua guoya. Na wakati alikuwa anachoma dhabihu, malaika wa Mungu akamtokelezea. Na ujue hapa Zakaria ameingia peke yake bila mtu mwingine mahala pale. Akiwa pale kwa madhabahu, malaika wa Mungu akamtokelezea. Ni kama niingia hapa nikiwa peke yangu, mimi niko kwa maombi yangu na ni usiku sana, nipate mtu ndani aniuliza nafanya nini. Na hapa Zakaria alikuwa peke yake na amefunga madhabahu. Watu wengine wote wako nje. Kama amesimama kuomba, akaona malaika wa Mungu, akasikia uoga sana na akashindwa atafanya namna gani, kwa sababu kwa nyumba ya Mungu alikuwa peke yake, lakini akitoa dhabihu malaika akamtokelezea. Number 12. Number 13. Na malaika akimwĩra atĩrĩ, tiga gwĩtigĩra Zakaria, tondũ gũthaithana gwaku nĩkũiguĩtwo, onake mũtumia waku Elizabethi nĩagaciara kahĩĩ, nawe nĩũgagatua Johana. Asifiwe Bwana. Hakuwa anakuja kumpea ujumbe wa ile dhabihu anafanya. Haleluya. Alimpea ujumbe na akamwambia wacha uoga, kwa sababu bibi yako Elizabethi atapata mtoto na ataitwa Yohana. Ukumbuke hapa, akienda kuchoma ile dhabihu ufumba, alikuwa anachoma akifanya dhabihu ya kanisa. Lakini kwa sababu ya roho yake, Jehova akampea ujumbe wa boma yake. Na saidia mahala hapa, kama mimi ni mwaminifu sana kwa kazi ya Mungu, na nikiingia mahala hapa
nikidhani ni ujumbe wa kanisa, nipewa ujumbe wa boma yangu. Haleluya. Zakaria hakuna mahali alikuwa ameenda kuomba ati apewe mtoto. Yeye alikuwa mwaminifu kwa kazi ya Mungu, naye Mungu akakuwa mwaminifu kwake, akampea ujumbe wa mtoto kuzaliwa. Ni ukweli dada, umeingia kanisani kuomba mashida yako. Ni ukweli ndugu, umeingia mahala hapa waambie Mungu mapito unapitia, lakini atakupea ujumbe mwenye haukuwa umemwambia uko na shida nayo. Haleluya. Zakaria hakuna mahali alikuwa ameenda kuomba mtoto, lakini wakati malaika alimtokezea alimpea ujumbe wa boma yake. Hivyo tu ndio wakwani wa Mungu wako. Hata mimi nimeingia mahala hapa kuomba kuhusu nyumba ya Bwana, badala nipewe maneno ya boma ya nyumba ya Bwana, napewa maneno ya boma yangu. Hata wewe mtoto wa Mungu umeingia kumwabudu Bwana, akupea ujumbe na mashida yanayopitia. Haleluya. Bwana asifiwe. Number 14. Ninge gukena ni ugakena na ucanjamuke nyondo aige ni magakena nyondo wa guciaro wake. Ati na utafurahia na furaha kwa mingi sana, kwa maana watu watafurahia huyo mtoto atasaliwa, anaitwa Yohana. Haleluya. Bwana asifiwe. Ati aigini magakena ni undu wa kana kau. Imagine mtu akizaa akiwa mzee, inakuanga surprise. Watu wanashangaa, huyu ni wake ama ni kununua? Kwani kulienda namna gani? Amepewa utoto uzeeni mwake. Naye Jehova ni nani? Akamwambia malaika ya Mungu akamwambia, na watu watafurahia, watashangaa na wafurahie wakiona huyo mtoto wa Elisabethi. Elisabethi alipewa mtoto. Wewe utabarikiwa kwa uzee. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu watashangaa ukijibeba kwa uzee. Watu watafurahia ukikuwa na mali kwa uzee. Kwa sababu kwa Mungu kuna kila kitu. Na Mungu mpango wake sio sawa na mwanadamu. Jambo lolote amesema atapanga ama atafanya, anahitimisha kwa wakati wake. Huyo ndio alikuwa wakati wa Zakaria. Asifiwe Bwana. Nimalizie 15. Nuko ngagatuo munene ni mwathani, na ndari hindi akanyua ndibei kana kindu ona kiria kingituma mundu ariyo, nake nekayurwo ni Roho Mutheru kuma o hindi akauma nda ya nyina. Ati na huyo mtoto tapokea ni mtoto wa maajabu. Hata kunywa kitu yote kali, mvinyo wote hata kunywa, na atasaliwa akiwa na Roho wa Mungu kutoka tumboni mwa mama yake mpaka kufa kwake. Haleluya. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu, kuna ujumbe ama kuna chia Mungu amekuandalia. Kama ameandalia Zakaria akiwa mzee na akampea mtoto wa maajabu, pia wewe ile kitu unahitaji, ile kitu umeomba kwa muda mrefu. Mimi naona ili Zakaria Jehova amtumia malaika mtokelezee, alikuwa ameomba for a long time na akafika mwisho. Hapo ndio malaika wa Mungu alipata akitoa dhabihu, akakumbuka ile ombi ya bibi yake, akakumbuka ile ombi ya Zakaria pia Elisabethi mtoto, na akampea ujumbe watapata mtoto. Nataka nikwambie siku ya leo, ukiwa kwa nyumba ya Mungu, hata yenye haujamuomba wewe upokee katika jina la Yesu. Be blessed.